Kuna njia nyingi za kupata mafanikio. Lakini njia ya wewe kutegemea pesa ambazo unazozipokea kazini zikupe utajiri au upate maisha mazuri kutokana na fedha ambazo unazozipata kazini tu, nafikiri utasubiri sana wewe kuwa tajiri na utazeeka wewe ukiwa na hiyo ndoto. Matajiri wengi ni watu ambao wanajishughulisha na vitu vingi sana. Na hata hivyo, ili uitwe tajiri inabidi uingize fedha hata kama haufanyi kazi. Yaani unaweza ukaa nyumbani lakini kila siku unajua kiasi gani kinaingia kwenye benki au kwenye kitu ambacho wewe ulikiwekeza. Na sana sana matajiri wengi wao wanatengenezwa na mfumo wa uwekezaji. Hapa mimi nazungumzia biashara. Sasa Marekani ni nchi ngumu sana ambayo unaweza ukaanzisha biashara hivi hivi na ukafanikiwa, kwa sababu system za biashara hapa Marekani nafikiri wameshamaliza. Kwa sababu ukiangalia soko au masoko ambayo yametengenezwa hapa Marekani yapo sehemu tofauti tofauti. Kuna hii nani Dollar Tree ipo hapa Cleveland na ipo sehemu zingine. Kuna Family Dollar, kuna Sevelot, kuna masoko mengi ukitembea Marekani nzima unayakuta yapo. Sasa ukitaka uje na idea ya biashara utaenda kukwama, kwa sababu hizi ni biashara ambazo wametengeneza kwenye system fulani, ambapo wewe ukiwa na kampuni fulani kama McDonald's ya chakula unaisambaza nchi nzima. Hasa kwa sisi ambao tumekuja hapa tuna idea zile za kufanya biashara, inakuwa ni changamoto ambayo tunakutana nayo, kwamba utaanzaje kufungua biashara ambayo utawashawishi watu ambao wanaoishi hapa Marekani waje wanunue bidhaa zako na hivyo upate pesa. Watu wengi ambao wanaofungua biashara hapa wanafungua biashara na kutarget specific people. Yaani mtu unafungua biashara alafu na target kwamba Mwafrika atakuwa anakuja hapa kununua bidhaa zangu. Sasa namba ambayo na target ni namba ndogo kulingana na maisha yalivyo huku Marekani na gharama ambazo tunazotumia kwa mwezi kulipia mabili na kufanya mambo mengine. Na hata kama umenunua nyumba unahitaji uwe na fedha za kununua chakula na vitu vingine. Sasa ukitengeneza biashara hapa Marekani inakuwa ni ngumu wewe kuingiza kipato ambacho unachokitaka, kwa sababu ya target yako inakuwa unaangalia specific group of people. Kama wewe ni Mkongomani au wewe ni Mwafrika una target wa Afrika. Sasa kampuni nyingi za huku Marekani zinaendeshwa kwamba nikifungua kitu changu nihakikishe nimetarget kila mtu. Ukifungua restaurant unafungua alafu unatengeneza chakula ambacho kila mtu anaweza akala. Au ukitengeneza duka, tengeneza duka ambalo utatarget na mtu wa hapa haja anunue bidhaa dukani kwako. Ukifanya hivyo na ukifanikisha, itakuwa ni rahisi wewe kupata pesa, tofauti na wewe ukitarget kwamba Mkongomani hao inakuja kununua hizi jezi au anakuja kununua hivi vitu ambavyo ninavyoviuza. Ndio pale unapata faida, lakini faida haina power za kuendesha maisha yako. Na hivyo inatupeleka sisi ambao tunaoangalia mbali kwamba unaweza kupata pesa zako hapa, ukajitahidi kuangalia nini ambacho unaweza ukatengeneza Afrika, kwa maana uhaba wa vitu bado upo Afrika na wafanyabiashara wanahitajika ni wengi sana, ambao wanaweza kaenda Afrika wakatengeneza hizo biashara alafu ukawapa watu ajira na pesa ukao unaingiza nzuri tu. Sasa watu wengi wanaangalia kwamba kwa mfano ukienda Kongo kwamba zile hela za Kongo na za huku za Kongo ni ndogo, au watu wa kule ambapo nitawapa hiyo kazi hawezi wakaendesha biashara zangu. Inaendana na watu ambao unaenda kuwatumia na mifumo ambayo utakayotengeneza kuwapa wao watu ajira. Sasa kama ni ndugu nampa hela alafu nasema tutengeneze biashara na yeye masuala ya biashara yajui, hapo ndipo naposikia kwamba ulimpa hela akaenda kufanya kitu kingine na haana mpango wote wa kufanya biashara ambayo ulitaka mfanye. Na watu wengi sisi Wakongomani sijui kama au sisi wa Afrika sijui kama tuna matatizo gani. Ndugu anakupa pesa mfanye biashara, lakini unachukua pesa zote ambazo amekupa ambazo zingekusaidia wewe
kwenye ile biashara ungekuwa unapata faida, ukaendeleza maisha ya wewe na familia yako, ukatumia fedha zote bila kuendeleza biashara na pesa zikaisha, hivyo tena ukaanza kuhangaika. Yaani mtu amejitolea kukupa biashara ufanye, hata kama mtagawana faida, ni mtu ambaye anakupenda. Kwa sisi ambao tunaotaka kuangalia nini ambacho tunaweza tukafanya ili tupate fedha, inabidi tutazamie Afrika sasa na tutengeneze mifumo ambayo itakayokizi vigezo vya watu wa Afrika, na tuepuke ndugu ambao hawana taaluma za kufanya biashara. Yaani unampa mtu kwa sababu ni ndugu, mfanye naye biashara, kumbe masuala ya biashara hayajui. Tuwe makini. Hapa Marekani ukitaka ufanikiwe inabidi utengeneze duka ambalo utatarget mtu yeyote, awe ni Marekani, awe ni mzungu, awe ni Mwafrika, afike dukani kwako. Na ukiona ni ngumu kufanya hivyo, basi jielekeze Afrika, tengeneza mifumo. Unaweza ukaleta idea ya kiwanda, unaweza ukaleta biashara zingine na ukaweka watu sahihi ofisini kwako, na ukawa na system ambayo itawafanya wao wasikuibie fedha. Hivyo ukajitengenezea mkwanja hata kama utakuwa upo nyumbani hapa Marekani. Ulikuwa na mimi hapa Hussein Kubwa. Usisahau kusubscribe chaneli hii ili klipu kama hizi zikuwe zinakufikia. Hii ni Kubwa Production hapa Marekani, Cleveland. Asante.